Uchaguzi, kazi ndio inaendelea mbele. Na leo mimi nimefika hapa katika safari ya maendeleo ya Kangema na Murang'a. Hapa tulikubaliana mambo matatu ya muhimu. Tunaelewana jameni? Tulikubaliana mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba stima sio starehe ya matajiri peke yao. Tunataka stima iwe ni haki ya kila mwananchi wa Kenya. Neguo. Na ndio sababu hiyo leo mimi niko hapa na waziri wa mambo ya stima. Leo mimi nimefika hapa na PS huyu bwana Wachira wa mambo ya stima. Na nimekuja hapa kwa sababu tunataka kusukuma mambo ya stima ifike kwa manyumba ya wananchi zaidi hapa Murang'a. Serikali ya Kenya tumetoa pesa shilingi bilioni 1.2 kwa watu wa Murang'a tuwapatie stima. Watu wengine 16,000 wapatiwe stima makwao. Na mimi nimeongea na bwana Kihungi. Mimi nilimwambia bwana Kihungi anisaidie ijulikane mahali bado kuna giza. Huyu Kihungi huyu, si ndio? Na nilimtoa Kihungi nikamwambia wewe na huyu Betty sawa, muende kwa kijiji yote tukubaliane sehemu gani hakuna stima tupeleke stima huko. Wewe bwana Wachira, leo tunaenda ku launch program ya Murang'a ya mambo ya stima pale Makuyu, lakini ni ya stima ya hii Murang'a yote. Ndio tuhakikishe ya kwamba wale hawajapata stima tusukume stima ifike kwao. Simuliambia nitafute pesa niweke stima. Jambo la pili, mimi nimefika hapa Murang'a kwa sababu wakati nilisimama hapa mulinieleza ya kwamba hapa hakuna soko ya maana. Si ni kweli? Leo pale tunawajengea soko ya milioni 55. Na hiyo soko ya hapa Karugia, hiyo soko itakamilika ndani ya miezi miwili. Huyu Alice Wahome ambaye ni waziri wangu wa mambo ya ujenzi, nimekubaliana na yeye hiyo soko iwe tayari. Watu wa Kangema vile vile tuko na soko ya pale Kangema town inaitwa Gakira. Sisi tulikubaliana tujenge soko hiyo pia. Hiyo soko pia nimeanzisha na soko zingine 16 hapa Murang'a County. Kwa sababu tunataka wakulima wetu wakitoa mazao yao shambani, tuwe na mahali tunaweza kuuza bidhaa zetu, tuwe na mahali tunaweza kuuza mazao yetu, ndio isiharibike na tupate soko ya sawasawa, ndio mapato ipatikane kwa wakulima na mapato ipatikane kwa wafanyabiashara. Kina mama wa hapa si mtakuwa mnafanya sasa sokoni pale mahali iko sawa, mahali iko stima, mahali tutaweka maji, mahali iko usawa, tutawenga mpaka cold room. Ndio nyanya ikibaki unaweka kwa cold room, kesho unakuja unaendelea na biashara, nyanya yako haijaharibika. Tumekubaliana watu wa hapa. Vile vile mimi nimekuja hapa, maneno ya tatu ni maneno ya barabara. Mimi nilikubaliana na nyinyi watu wa Kangema, si ndio? Na mnajua nilikuja hapa hata wakati wa uchaguzi nikakwama barabara ingine pale Mihoti, si ndio? Watu wa pale Mihoti wakaniambia hii barabara kwa sababu umekwama uende utafute pesa tujenge. Ndio huyu Kihungi atawaambia barabara ya kutoka pale Mihoti kwenda Kenyanjero kuteremuka mpaka Ruadhia kupitia pale Wanjere na kupitia Kia Wambogo. Hiyo barabara sasa kilomita 26 tumekamilisha na tumejenga na tumetandika lami. Nyinyi mnanielewa watu wa hapa Karugia? Sawa sawa. Vile vile tulikubaliana na nyinyi barabara ya kutoka Kangema Kanyenyaine, si ndio? Hiyo barabara Kerori mpaka iende Karurumo. Hiyo barabara vile vile kilomita 17 tumetengeneza, tumeweka lami, mimi nitarudi kwenda kuifungua. Tulikubaliana jameni?
wakati nilikuja KMTC pale town, pale Kangema town, muliniambia kuna barabara ya town hapa inawasumbua sana. Barabara ya Mukara kwenda wapi? Mukarara. Mukarara kwenda Kiangunyi. Hiyo barabara nimejenga, niliwaambia nitajenga. Nimeleta contractor, amejenga, amemaliza. Ni kweli ama si kweli? Mimi nitafika pale tena kuja kuifungua. Pia mulinipatia barabara ingine hapo, huyu mtu wenu, huyu bwana Kihungi alikuja kuniambia kuna barabara ingine kutoka mahali inaitwa Posta kwenda Kivango. Hiyo barabara pia asa huyu anasema inataka ifike Kanorero. Lakini si uliniambia ifike pale Kivango. Sasa umeongeza tena. Huyu alikuwa ameniambia Kivango. Lakini sasa amesema iende Kanorero. Tusukume iende ifike Kanorero. Haya, nimekubali, tutasukuma ifike Kanorero. Tumeelewana jameni? Na vile vile iko ingine hapa. Gani tena? Hii ya hapa inaelekea wapi? Getuge. Getuge. Sio ya lami. Haina lami. Ati contractor alitoroka. Haya, mimi nitaenda kutafuta huyo contractor, nasikia inatoka huko kwa Mugo, ngambo hiyo, ili tuunganishe pamoja na hapa. Jambo la ine mimi nimekuja hapa ni mambo yenu ya kilimo. Mimi najua na nawashukuru sana. Ile dola imerudi chini ni kwa sababu ya biashara yenu. Nyinyi ndio mnanisaidia kwa export ya kahawa na export ya chai, ndio tuweze kupata ile pesa madola ya kulipa mambo ya taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu mwaka uliopita huyo Kihungi alikuja akanitafuta. Akatafuta Alice. Akasema ya kwamba mnataka hii irrigation ambayo iko hapa muwekewe pesa. Tukachukua pesa ya serikali milioni 400. Sasa tumejenga hii irrigation yenu hapa na iko karibu 90% complete hiyo irrigation hapo. Tunaelewana? Hii irrigation itashughulikia wakulima 1000 ambao watafaidika na hii irrigation. Tumeweka pipeline kilomita 70 hapa kwenu kuhakikisha kwamba tunafikisha nyumbani maji, mfanye irrigation, mzalishe chakula, mtusaidie kuhakikisha kwamba hakuna njaa katika taifa letu la Kenya. Nyinyi wangwana wa watu wa Kangema, mimi nawashukuru sana kwa sababu ndio mnafanya bidii. Muliniambia vile vile niende nipange mambo ya kilimo ikae sawa sawa. Ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000, nimerudisha imefika 2,500. Watu wa KTDA saizi nimewaambia mbolea ni 2,500. Watu wa kahawa 2,500. Na ile bei ya kahawa, nyinyi watu wa hapa, nyinyi wakulima wa kahawa, ni kweli ama si kweli? Tulikuwa na shida kubwa ya mambo ya kahawa. Na shida ya kahawa ni kwamba kulikuwa na watu pale matapeli, watu wakora. Mtu mmoja ako na license ati yeye ni mkulima, yeye ni mila, yeye ni broker, yeye ndio ananunua kahawa yetu kule kwa Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja anakalia wale wengine wote na kuharibu na kunyonya damu ya watu wengine. Mimi nikasema tutaweka coffee reforms, na hiyo coffee reforms imeondoa sasa ile cartel ilikuwa pale. Leo mtu anapata leseni moja. Wewe ni broker unapatiwa leseni moja. Wewe ni mila unapatiwa leseni moja. Wewe ni mnunuzi unapatiwa leseni moja. Hakuna mtu mmoja ati yeye anachukua kahawa ya mwananchi, anaenda anafanya milling, anamwambia mwananchi hii kahawa yako grade yake iko chini. Mwananchi akitoka anapandisha grade. Yeye ndiye anaenda kuuza kwa soko. Sio ni utapeli? Sasa mimi nimefurahi kwamba kwa sababu tumeweka coffee reforms, leo ile bei ya shilingi 60-70, leo tunalipa ama kahawa inalipa shilingi 100, 110 mpaka 140 kwa factories zingine.
na nimewaambia watu wa KPCU ya kwamba tukisonga mbele tunataka hawa wananchi wapatiwe miche, na nimetoa pesa ya serikali milioni 500 kutengeneza miche milioni 20 ile seedlings ya watu wa coffee. Kama coffee yako imekaa sana na haizai tena, tutakupatia mbegu ingine, ndio tuhakikishe kwamba ile mapato tunapata kwa kahawa inashindana na ile mapato tunapata kwa chai. Tunataka kuinua kila sehemu ya taifa letu la Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tuhakikisha kwamba bei ya maziwa iko sawa sawa, na tumeweka bei ile guaranteed ya 50 shillings ifikie mkulima. Hapa katikati kuna watu bado wanacheza karata, lakini nimesema mkulima alipwe 50 shillings. KCC inalipa 50 shillings. Na tunataka kuhakikisha kwamba tunaanza kurudisha chini bei ya chakula ya ng'ombe, kwa sababu pale ndio bado iko matatizo, wananchi wetu hawapati pesa ya kutosha. Tumekubaliana watu wa hapa Karugia? Tumekubaliana? Tuendelee na kazi. Mimi nataka nimwambie huyu ndugu yangu mheshimiwa gavana wenu, asante sana kwa sababu nashirikiana na yeye. Tulikubaliana our community health promoters wako hapa. Hawa community health promoters, yeye analipa mshahara kidogo nusu, mimi nalipa ile nusu ingine. Na tumekubaliana ya kwamba wale wananchi wa chini, ile program ya NHIF ya zamani ilikuwa inashughulikia watu wenye ajira, mtu wako na payslip na mtu mwenye wako na uwezo. Lakini tumebadilisha sasa, tukasema hata mama mboga anatakikana awe na bima ya afya hata kama hajaajiriwa na mtu. Na ndio sababu hiyo tumeweka mfumo mpya wa Taifa Care ya SHA, ambaye tumewauliza kila mwananchi ujisajili. Kila mtu atalipa kulingana na uwezo wake. Kuna mwenye atalipa 1000, kuna mwenye atalipa 500, kuna mwenye atalipa 200, kuna mwenye atalipa 100, na kuna mwenye hana uwezo kabisa, sisi tutamulipia kama serikali. Ndio kila mwananchi akienda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kuuza shamba yake ama kuuza ng'ombe yake, ati analipa bill ya hospitali. Neguo? Tumeelewana? Mnasema tuendelee namna hiyo? Wacha mimi niulize. Nyinyi mshawahi kusikia mambo ya SHA? Mumesikia Taifa Care? Mumejiandikisha? Hebu nione wale wamejiandikisha. Ala, kumbe watu wengi wako chonjo kiasi hiyo. Na wale wengine mnangojea nani? Bado kina mama. Linda mama. Linda mama tumeingiza ndani ya SHA, sasa tunalinda kila mtu. Linda mama tumeweka pesa ya kuhakikisha ya kwamba, na huyu ndugu yangu mheshimiwa Irungu Kang'ata anajua ya kwamba sasa tumeweka pesa, sio ya kwamba atalinda mtoto kwa miezi moja. Tumesema watoto wote tangu wazaliwe aende primary school, wale wa secondary school tumeweka katika hiyo mpango, mpaka wa university tumeweka katika hiyo mpango, so that every child in Kenya ako na bima ya afya, sio peke yake ati mama mjamzito. Mama mjamzito atafaidika, na tumeongeza pesa ile ambayo inapatikana kwa mama mjamzito ilikuwa 4,000, sasa tumefikisha 10,000. Ndio wamama tuwachunge, kwa sababu kazi ya kuzalisha watoto ni kazi ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Ni kazi ya taifa, si namna hiyo? Si kila mmoja wetu hapa amezaliwa na mama? Bila mama tungekuwa hapa kweli? Hatungekuwa area. So mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimefurahi kufika hapa, na hiyo kazi mlinipatia ya kusomesha watoto mimi nimepanga, na mnajua tumeajiri walimu wengine 70,000 kwa miaka miwili, ili kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Na tumesema wale watoto ambao wanatoka kwa jamii maskini wakienda university ama TVET kama hii, tuwapangie basari ya juu almost 90%, ndio kila mtoto aweze kupata nafasi ya kusoma bila ya kujali uwezo wa mzazi wake. Tumekubaliana watu wa Karugia? Tuko pamoja? Tatembea pamoja? Hiyo kazi ya walimu mnataka tuendelee? Hiyo kazi ya walimu mnataka tuendelee? Mimi naambiwa kwamba kuna watoto wa Michuki hapa, vijana wanafunzi wa Michuki.
Vijana hoye! Vijana hoye! Sasa nyinyi wananchi wa hapa, hii Michuki shule yetu hapa ya vijana. Kama serikali mwezi uliopita, mwezi wa pili, tuliinua Michuki, sasa ni National Polytechnic na tumegazeti. Wapigie makofi Michuki, wanafanya kazi mzuri. Na kwa sababu tumeinua sasa National Polytechnic, mimi nataka nishukuru wale watu wa hapa kwamba mmetupatia ardhi ya kupanua hii Michuki iwe college kubwa zaidi. Ni kweli ama si kweli? Huyu Kihungi ameniambia mmetupatia eka 6 community ya hapa pale Chithiri. Chithiri ni wapi? Hapa chini. Hapo Chithiri mmetupatia eka 6. Na pale amujajenga kwa sababu ndio shamba mpya. Si ndio? Bas mimi nitawaanzishia ujenzi. Si ndio? Si mnataka hawa wanafunzi wetu wengi waongezeke katika shule? Sasa mimi natoa milioni 20 saa hizi, twende tuanzishe kujenga. Wewe Alice, nitafutie contractor aanze pale. Ndani ya wiki 2 wiki 3 contractor aanze, tuanze kujenga workshop, tuanze kujenga madarasa ya hawa wanafunzi. Ule mwalimu wa hapa ameniambia ya kwamba anataka twende tuanzishe pale mahali ya workshop pamoja na lab pamoja na mahali wanafunzi hao wataenda kusomea. Alafu walisema ya kwamba kuna bus waliahidiwa hapa hao wanafunzi. Si ndio? Sasa hiyo bus, niko hapa na naibu wangu bwana Kithure Kindiki. Sasa wewe profesa, kwa sababu wewe ni msomi kuliko mimi kidogo. Si ndio? Si wewe ni profesa? Si ndio? Mimi ni daktari, nimefika hapo lakini si mbali sana, lakini yako mbele yangu kidogo. Sasa wewe profesa, nimeambiwa ya kwamba hawa wanafunzi wamewaalika nyinyi siku ya elevation ya hii college mwezi wa 5. Si ndio? Mwezi ujao. Sasa mwezi ujao wakati unakuja kwa hiyo function, ukuje na bus ya hawa wanafunzi wa pale. Si ndio? Si huyu Mungwana alete bus ya Michuki? Wangapi wanasema alete bus huyu jamaa? Very good. Public participation, watu wameamua, referendum imepigwa, wewe ulete bus. Ama namna gani watu wa Karugia? Nego? Bas, wacha niwachie hapo. Wacha sasa nimuulize naibu rais aseme jambo. Wapi makofi ya naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya? Asante. Karugia oye! Karugia oye! Kangema oye! Murang'a oye! Rais andu aitu murega ringi mwathani agocwo. Ngai ni mwega na hĩndĩ ciothe. Asante sana. Rais ameshasema